Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Channel 10, karibu tuendelee na kipindi chetu. Ni sehemu ya pili hii. Bado nakumbusha mada yetu, tunazungumzia mahusiano kati ya toba na amani. Nakumbusha geni wangu naye wa kwanza hapa ni Ustadhi Hamza Isa, yeye ni kutokea Misugusugu, kutoka Jumuiya ya Waislamu wa Misugusugu, iko hapa Tanzania Kibaha huko, na amefika kwa wakati kabisa. Hata mimi nimefika hapa nimemkuta, amewahi. Nashukuru sana. Lakini kwa wale ambao watapenda mawasiliano, kuwasiliana na ustazi moja kwa moja, tafadhali wasiliane kwa nambari 0714750521 katika kutaka mawaidha, kuelekezwa, ufahamu vifungu vya Qur'ani, unataka ufafanuliwe, kama kuna darasa kwa ajili ya kufundishwa dini zaidi. Tunaambia kwamba tukae kama marafiki, kama jumuiya, kama familia, tuzungumze kuhusu dini zetu, imani zetu, toba, tujifunze. Inawezekana kwanza hapa na pale katika masuala ya imani, mpigie simu, mzungumze naye pamoja. Lakini nikukumbushe pia naye rafiki yetu, mzee wetu Lawena Nsonda, yeye kutoka Makongolос Chune, amekuja hapa kushare na sisi. Pia nimefurahi, amefika Dar es Salaam, ametafuta, tumezungumza, tumekaa pamoja na baada hapa, na mimi nitakaa pamoja kula pamoja, kwa sababu tumekuja kama ndugu, marafiki. Lakini yeye nisema mjadala huu na yeye naona ameingia kwa state of out ya kuweka visa. Visa hivi muhimu sana huwa vinabaki kwenye vichwa vya watu wanaosikiza visa na kuvikumbuka kama masomo au mafundisho. Na mimi hata kuna hadithi nasema, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, visa unavyohadisia mtu anakipata hicho kitu, anabaki nacho kichwani. Kumbe mimi leo hii wananifundisha, nikitoka nje huko nikakutana na mtu namuona kama fai hivi, kama sio hivi, kumbe napaswa kumsaidia kwa sababu sifahamu yeye ni nani. Na wanasema usimjue, usimdharau usiyemjua. Beta ni mdharau baba mzazi hapa, namfahamu tu Slawena bwana, lakini simfahamu, unasema nimpatie staha yake. Haya, mkije sasa nirejee kwako Ustaz Hamza. Tumezungumza mambo mengi kuhusu majina nini, ambao hao tumeona ndio vyanzo vya kumwasi Mwenyezi Mungu. Lakini tuhusianishe hayo sasa na kitu kingine, na nitazungumza hapa kabla sipate nafasi. Umezungumza kwamba huyu shetani alikuwa ni kiumbe jini ambaye alikuwa karibu sana Mwenyezi Mungu. Akiwa huko akapewa utukufu, akaonekana baadaye ya sifa zikamlevya. Hiyo ndio tunaona hata kwenye viongozi wetu ambao tunao serikalini hapa, anakuwa anapendwa sana na mkuu wa nchi, anaaminiwa, anapewa wizara, anasimamia, lakini sifa zinamlevya. Anaanza kuacha maadili ya kazi, anafanya kazi ndivyo sivyo. Leo hii kilala umepewa usimamie kipindi cha Baragom Live hapa na kipindi cha Madamoto, fanya kipindi, unalevwa na yale madaraka ulopewa. Unajiona kwamba wewe sasa ndio mtu mkubwa, kwamba lolote lile linawezekana kufanyika bila mimi. Unasahau kwamba wewe haiwezekani kwa sababu kuna watu wanaokusaidia nyuma yako. Kwa mfano yuko Juliet Kabagambi, yuko Jamal ya Klimali anasaidia kwenye kamera, ni msao jina lake limekuja sasa. Lakini vile vile ipo Godfrey Kasolala, kumbe mimi sitaki kujikweza. Wao wakiamua kwamba matangazo yao yaishie humu ndani hapa nje kwa wanaandika tu samahani, tuna matatizo ya kitu kiufundi. Sisi tunaongea hapa kumbe nyumbani unasema hamna kitu. Haya, ni kurejesha kwako sasa. Tusanishe sasa hayo. Tushajua nani chanzo cha kutufanya sisi binadamu tuwe waasi. Tutazungumzia tunatakiwa tufanye toba, turejee kwa Mwenyezi Mungu. Karibu hapa. Nashukuru kaka Albert, na nashukuru watazamaji, na mshukuru kaka baba mzazi. Ametoa maelezo mazuri sana. Unajua kaka Albert, hivi vitabu vya Mungu vyote vinakuwa vinaelekeana. Tunapotofautiana ni sehemu ndogo sana, lakini hizi tofauti haziwezi kuwa ni sababu ya sisi kufanyaje? Kushindana na kutafuta chuki. Hapana. Kwa mujibu wa sisi Waislamu sasa ni kwamba kilichotokea ni kwamba huyu jini alipata cheo kwa Mungu hata kuzidi malaika. Anaitwa Azazil. Sasa alivyoambiwa kumpa heshima mtu ambaye yuko chini, ndio hayo alikuwa anazungumza. Mungu baada ya kumuumba mwanadamu akamweka mbele yake na mbele ya malaika, msujudieni huyu. Fasajadu illa iblis, wakasujudu malaika kasoro huyu jini. Sasa tulikotofautiana kidogo sisi ni kwamba wasioikubali Qur'ani wanajua yule ni fallen angel, alikuwa ni miongoni mwa malaika.
Lakini kwa mujibu wa Qur'ani sura ya 18 aya ya 50, Mungu anasema kana minal jini, yeye alikuwa ni miongoni mwa majini. Kwa hivyo majini ndiyo asili ya dhambi kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa hivyo sasa yule jini ndiye aliyekuja kumshawishi, sasa ndiye akaitwa Ibilisi. Ndio kwanza hapo Mungu akamuita tena jina la Ibilisi. Kwa hivyo yule Ibilisi akachukia kwamba kile cheo alichokuwa nacho, ule utukufu na ubwana aliyokuwa nao mbinguni umeharibika kwa sababu yetu sisi wanadamu. Akamwapia Muumba wa mbingu na ardhi, la ughwiyanahum ajmain. Inaonekana huyu alidekezwa, unajua mtoto kimdekeza alidekezwa akaonekana ndio yeye. Asema mimi nakuapia Mungu, hawa wanadamu walionisababishia mimi kunitoa katika cheo nilichokuwa nacho, mtalala nao sahani moja. Mtawakalia mbele, mtawakalia nyuma, mtawakalia kulia, mtawakalia kushoto. Hutopata wa kukuabudu ila isipokuwa wachache, ibadikal mukhlasin, waja wako watakuwa wachache. Kwa hiyo vita sasa baina ya binadamu na jini ndio vikaanzia hapo. Kwa hiyo ndio akawashawishi sasa wakaweza kuula ule mti kinyume na maelekezo ya nani? Ya Mungu. Ndio sababu ya sisi kuja wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo alipofika hapa, lile kundi la majini waasi ambalo yeye alikuwa ametoka kama kiumbe safi, akawaita wote. Mpaka leo kiti chake cha enzi, ndio kiongozi wao, kiko baharini. Na ndio maana unaona ushaitani wote makao makuu ni wapi? Baharini. Ndipo Ibilisi bingwa yule kiongozi wa mashetani, Ibilisi kiti chake cha enzi kiko wapi? Baharini. Maovu yote yanaanzia baharini. Sasa Mwenyezi Mungu, tukirudi katika mada yetu, lengo hapa ni amani. Mungu anasema sura ya 6 aya ya 82, anasema wale alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale ambao wameamini na hawakuchanganya imani yao na dhulma, kawadhulumu watu, ukaingiza ushaitani katika imani. Kama umeamini na hujachanganya na vitendo vya kishetani, hao walioamini na hawakuchanganya vitendo vya nini? Na vya kishetani, ulaika lahumul amn, hao ndio watakaopata nini? Amani. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka. Kwa hivyo tunaelekea katika toba. Lakini shida, huwezi kufanya toba kama vitendo vyako umechanganya na ushaitani. Hatuwezi kupata amani Tanzania. Sasa leo vitendo vinavyoisumbua hii nchi, rushwa. Rushwa ni vitendo vya kishetani. Unapora haki ya mtu. Leo ufisadi ni vitendo vya kishetani. Inna Allaha la yuhibbul mufsidina. Mungu hapendi mafisadi. Qur'ani imekemea sana mafisadi. Vitendo vya ushoga, liwati, vitendo vya usagaji, utapeli, matumizi mabaya ya madaraka. Watu wamekabidhiwa dhamana na Watanzania wanatumia vibaya madaraka. Mtu anakaa ofisini ananyanyasa wafanyakazi wenzie. Mtu anakaa ofisini anatumia madaraka yake kupora rasilimali za watu wanyonge. Hivi ni vitendo vya kishetani. Alafu tumekuwa na tatizo mpaka kwenye dini. Kaka Kilala, sasa inabidi tutumbue majipu mpaka kwenye dini. Kuna mashehe na mapadri, viongozi wa dini, wanaotumia madhabahu pamoja na mimbari kutapeli. Vitendo vya kitapeli vinaanzia saizi mpaka nyumba za nini? Za ibada. Mimi sitaki kuingia ndani sana. Lakini viongozi wa dini, sio wote, asilimia sasa inazidi kuongezeka, ndio wamekuwa asili ya kupoteza nini? Amani. Kwa sababu wao ndio wanaofanya vitendo. Wewe huwezi kuwa kiongozi wa roho. Unaposema kwamba wanapelekwa mambo yanapeleka kuvunjika amani. Mtu mwingine anategemea kuona amani ikivunjika mpaka paone damu, mpaka mtu kafa, au mpaka nyumba zimechomwa moto, unasema sasa hapa hamna amani. Mtu kimwambia hapa hatuna amani, anakuambia haiwezekani bwana, hapa kuna amani. Amani ipi unazungumzia hapa?
ndio nilikuwa nataka niingie sasa katika mada yenyewe ya amani. Unaposema amani, unamaanisha nini? Amani imegawanyika katika makundi mangapi? Iko amani ya mazingira, alafu iko amani ya nini? Ya roho. Sasa kwa mujibu wa Uislamu, amani ya mazingira ndio inaitwa Uislamu. Kwa maana mahala popote ambapo yuko Muislamu, hapo panatakiwa pawe pa nini? Pa amani. Na nchi ya Muislamu anayokaa inaitwa Darus Salam, nchi ya amani. Inaitwa Darus Salam. Mbona kama Dar es Salaam tena? Sasa Mungu anasema katika sura ya 6, katika sura ya 6 aya ya 126, niwasomee kabisa kutoka katika kitabu chenyewe tunachokitumia, kitabu cha Mungu. Anasema wa hadha siratu rabbikal mustaqim, na huu Uislamu ni njia ya Mola wako mlezi iliyonyoka. Kad fasalna alayati liqaumi yadhakkaruna, Mwenyezi Mungu anasema tumezipambanua aya kwa watu wanaokumbuka. Hao watu wanaokumbuka ambao wanafata njia hii iliyonyoka, lahum darus salami, hao watapata nchi ya amani. Kumbe Dar es Salaam maana yake ni amani. Inda rabbihim, kutoka kwa nani? Kwa Mola wao. Kaka Albert, Dar es Salaam ya Makonda. Ya Makonda. na kaka Albert, hili neno Dar es Salaam alikupatikana kwa bahati mbaya. Na ndio maana Mungu katika sura aya iliyopita anasema likaumi ya dhakaruna, kwa watu wenye kukumbuka. Kwa hiyo tutakuja kufanya kipindi hapa, turudi nyuma, kwa nini hapa panaitwa nchi ya amani. Tutakuja kufanya. Kwa hivyo wale watu ambao huwa waliyuhum bimakani ya maluna, wale watu ambao wanafata njia iliyonyooka kutoka kwa Muumba wa mbingu na ardhi, stahili yao katika dunia hii ni kuishi Dar es Salaam, katika nchi. Ndio maana basi kubeta viongozi wetu ataongoza huko, atataka kuja ukara Dar es Salaam. Atajenga, atatafuta pesa huko, anakuja Dar es Salaam. Sasa baba mzazi na kaka Albert, hebu fuatilieni. Angalia Kenya, angalia Uganda, angalia Rwanda, angalia Burundi, angalia South Africa, angalia nchi za Afrika. Hapa kila watu wanaojaribu kuleta vurugu. Angalia uchaguzi huu Zanzibar pamoja na aliyotokea, lakini watu wana nini? Wana amani. Tanzania hii amani ndio imetapakaa hapa, si kwa bahati mbaya. Kuelekea katika dunia kufika mwisho, tutakuja kulizungumza sasa hivi. Kwa hiyo nilichotaka niwaambie wa Tanzania na Waislamu na sio Waislamu kwamba wale walio na imani na hawajachanganya imani yao na dhulma na vitendo vya kishetani. Rudia hapo. Wale wote wenye imani na hawajachanganya imani yao na vitendo vya nini? Vya kishetani, vya dhulma, kwa dhulumu wanyonge, hao ndio watakao kwa nini? Na amani, kwa mujibu wa Qur'an. Sasa basi tule taratibu. Twende taratibu bwana. Twende taratibu. Basi mtazamaji, naomba nimstopishe tena na nihoji. Ama nipate hofu. Najihoji mimi binafsi yangu kwa yote ninayoyafanya. Sijawahi kufanya dhulma. Na wewe mpenzi mtazamaji unafuata kipindi, hebu jihoji kwa nafsi yako. Hujawahi kufanya dhulma. Sasa tufanye, mimi nishawahi kufanya dhulma. Nataka niwe na amani. Solution yake nini cha kufanya? Kwanza kabisa kaka Albert, tuseme alhamdulillah, tumshukuru Mungu. Hatujapata, mimi ni maoni yangu, sio vibaya mtu kutoa maoni yake. Sijawahi kuona serikali katika hii nchi ya Tanzania imenishika mimi rohoni kama serikali ya Dr. John Pombe Magufuli. Kwa sababu hii ndiyo serikali tunayoiona ina dhamira ya kupambana nini? Dhulma. Kwa hivyo kama Watanzania, narudia, kama Watanzania tutaisapoti serikali hii, nchi itaendelea kuwa na amani. So kuanzia kwa rais mpaka kwa
Makonda, mwangalie Makonda. Ni watu unaona wana uchungu, wanachukia. Mimi niliona katika ile tukio la kuzindua ile Kigamboni, daraja ya Kigamboni. Kiongozi wa mkoa akaja akamwambia rais, kuna mtu anafanya dhulma. Pale pale mtu akatumbuliwa jipu. Sasa tunataka hata viongozi wa dini tutumbue majipu. Hawa wanaofanya vitendo vya dhulma ndio wanaotuharibia nini? Amani, rushwa, ufisadi, utapeli, matumizi mabaya ya madaraka. Sasa tuna kiongozi Dr. Magufuli. Ndio maana anasema niombeeni kwa sababu wewe mtu ana milioni 35 amesema mimi nitalipa milioni ngapi? 9. Hivi ni kweli ama maneno? Kama ni kweli. Tunaona sisi kwenye vyombo vya habari kama ni kweli dhamira ya serikali hii ya awamu ya 5 itatusaidia. Sasa kaka Albert, kwa ili tuwape na nafasi watazamaji ni kwamba muda huu tulionao tunaweza kupata amani. Kuna masikitiko makubwa sana katika vitabu vyetu, wasomi wa vitabu vya Mungu kutofahamu wakati tulionao na mambo yanayotokea duniani ni wakati uliotabiriwa katika vitabu vya Mungu. Mungu anasema katika Qur'an sura ya 17 aya 58, anasema hakuna mji wowote utakaosalia katika dunia hii isipokuwa tutauangamiza. Hakuna mji utakaosalia katika hii dunia isipokuwa tutafanyaje? Wa in min qaryati illa nahnu muhliku. Lakini lini? Kabla ya siku ya nini? Ya kiyama. Au tutawapelekea adhabu wale watu wa hii miji. Sababu kubwa ni ya kuchanganya imani na nini? Dhulma. Sasa angalia nayoendelea duniani. Dunia nzima sasa hizi iko kwenye matatizo. Kasoro wapi? Dar es Salaam. Kwa hivyo hapa paliteuliwa na Muumba wa mbingu na ardhi kuwa katika kuelekea mwisho wa dunia hapa patakuwa pa amani. Patakuwa pa amani, na ndio maana panaitwa Dar es Salaam. Katika nchi, kwa mujibu wa kitabu chetu, kuna nchi za aina 3. Kuna Dar es Salaam, nchi ya amani. Kuna Darul Harb, kuna nchi ya vita. Ndio ya mambo unayoona duniani. Nchi zimebadilika sasa, zimekuwa nchi za nini? Za vita. Na kuna Darul Kufru, na kuna nchi ambazo kiongozi wa hizo nchi ni shetani. Nchi zinazokubali mambo ya ushoga, nchi zinazokubali mambo ya usagaji, nchi ambazo hazitumbui majipu, watu wanatumia rasilimali kunyonya za watu. Kwa hivyo kwa muda tulionao huu, ni waombe serikali, ni waombe viongozi wa dini, tukemee dhulma ili heshima ya amani tuliyopewa wa Tanzania tuendelee kufanyaje? Kuinani. Unaona kilichotokea Brazil? Unaona kinachotokea saizi South Africa? Viongozi wale ni wa kweli, Jacob Zuma pamoja na yule mama nani yule wa Brazil. Lakini shetani amewaingia wananchi. Anawashawishi wananchi kwamba hawa sio watu wazuri, kiongozi huyu sio mzuri. Sasa kwa kasi ya Dr. Magufuli, shetani atapita upinzani. Shetani atapita popote pale. Itaonekana Dr. Magufuli watamfanya kama anavyofanywa saizi nani? Jacob Zuma. Watafanywa kama alivyofanywa rais wa Brazil. Sasa tutumie nguvu, viongozi wa dini, tutumie nguvu, watu wa kweli. Hizi ni zama za ukweli. Na tuwe wa kweli katika mambo yetu. Ukiwa ofisini, kuwa mkweli katika shughuli zako. Ukiwa msikitini, ukiwa kanisani, viongozi wa dini, tuwe wa kweli. Kwa hivyo huu ndio usia wangu, kwamba kama tunataka haya yanayotokea nchi zingine yasitokee katika nchi yetu ya Tanzania, tuwe tusichanganye na nini? Na dhulma. Tuwe na imani, tukubali Mungu. Rais sasa tuombeni.
Baba mzazi, kuna kitu nataka kupatia nafasi kuzungumza, lakini akatoe kwa ndani. Mpenzi mtazamaji, anza kupiga simu sasa tuzungumze pamoja. Tumekula muda mwingi sana watazamaji. Baba mzazi, naomba nipokee furaha kwa kwanza kuweza kujibu hapa. Piga simu tafadhali tuzungumze pamoja. Piga simu tuzungumze pamoja, huyu atakuwa kwanza. Hello? Habari ya simu yangu Kristiano. Salama kabisa. Paul J, umekuwa wa kwanza leo. Kama Yanga Niwapongeze sana kwa mawaidha mazuri. Ndio. Lakini niwaulize kitu kimoja. Wakati wa mwezi wa Oktoba ni lipi jema kuhubiri mambo ya Roho Mtakatifu, mambo mema, tujue nguvu za Roho Mtakatifu kwa binadamu kwa muda mrefu, au tuhubiri nguvu za shetani na mbinu za shetani ambazo muda mrefu? Kwa sababu nasikiliza sana kwa kipindi kinaongelea nguvu za shetani, nguvu za shetani. Sijasikia wanaongelea nguvu za Roho Mtakatifu, uzuri wa Roho Mtakatifu anatufanyia, wanaongelea njia kupitia shetani, njia mbaya tu. Sasa niwaulize, ni vipi jema kuhubiri mambo mema ya nguvu za Mungu au tuhubiri tu nguvu za shetani? Na la pili, kwa sababu ya mambo yanahusu mambo ya imani, nishamjua shetani ndani anatumia mbinu gani na silaha gani. Sasa ni vyema kufundisha waumini jinsi ya kupambana naye, kwa mfano kama ilivyosema toba. Lakini katika hatua kuna viongozi wa dini wengine wanakuambia shetani kwa sababu mbinu zake ni hivi, kama alivyosema ya Brazil, Vatican na nini na nguvu gani. Wengine wanataka kuambia shika Biblia mkono mmoja na mkono mwingine shika Kalashnikov. Wengine wanasema shika Qur'an takatifu lakini mkono mwingine shika Kalashnikov. Kwamba ni pambanaji kwa kutumia dini na hiyo shetani anatumia. Kwa hiyo hizi mambo ya imani lazima tuwe waangalifu sana katika mafundisho. Ni mazuri wametoka maisha mazuri na mabaya ya shetani, lakini lazima tuwe waangalifu sana. Amesema Dar es Salaam teuliwa sio kwa bahati mbaya, lakini akumbuke hata Kampala ilikuwa inaitwa Paris ni Africa, na walikuwa na amani, ilikuwa inaitwa Paris, lakini baadaye wakaanza kusambaratika. Kwa hiyo sisi tukaangalia kwa sababu Dar es Salaam ni sio bahati mbaya, tuwezi kusambaratika. No, leo kusambaratika, amani inaweza kuvika kwa wiki moja, lakini kuijenga amani inachukua miaka. Lakini kuivunja hata wiki moja inaweza kuivunja hapa Dar es Salaam, tukumbuke tena. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu katika kuongelea mambo ya imani. Kwa mawazo yangu haya. Haya, asante Paul J, tunashukuru kwa mtazamo wako. Tuongee pamoja. Hello? Hello. Karibu. Naongea na Lizi Kalistindege. Karibu. Ni Maputo Kilimanjaro. Karibu kwenye mada. Mimi kwanza nampongeza sio kwa mafundisho yake mazuri na vizuri kumwona baba mzazi hapo leo live. Nimemwona baba mzazi hapo, na ni vizuri siku moja nikienda Chunya nitafuta baba mzazi, kwa sababu na mimi nimeoa pale Chunya mjini. Sasa bwana, mimi kwa kweli ninaomba tu hiki kipindi cha kidini kisio tu ni siku hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali endelee kutoa elimu ili watu waendelee kupata elimu nzuri na wawe katika mafundisho mazuri ya kidini, na vile vile watoto kumlea mtoto kiofu ya Mungu, ili mtoto akikaa kikua awe na hofu ya Mungu, kuliko kumbadilisha mtu ambaye ameshazeeka. Kumbadilisha tabia kwa kweli inakuwa ni ngumu sana. Yangu ni haya tu, na watakieni kazi njema. Hongera sana Albert na wengine wote hapa. Asante. Piga simu tuzungumze pamoja. Bado tunapata nafasi mpenzi mtazamaji. Piga simu tuzungumze pamoja. Lengo ni kukumbushana na kuambiana namna gani tunaweza kufanya toba na tupate amani ya kweli. Piga simu tuzungumze. Kuna laina simu huyu hapa mpiga muda mrefu kidogo. Hello? Karibu. Salama ndugu, habari yako? Rajabu Mwambi ni Karaji. Rajabu kutoka wapi? Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam, karibu. Kwanza nampongeza shehe wangu hapo. Ndio. Na kaka yangu hapo kwa maneno mazuri na taarifa nzuri ambazo tunasikia. Ndio. Mimi nachangia kwenye swala la amani. Ndio. Huwezi kuwa na amani bila kupata haki. Ukipata haki unaweza kuipata amani. Unapokosa haki, moyo wako hautakuwa na furaha. Na hii yote inatokana na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Pale ambapo unamwogopa Mwenyezi Mungu, na mimi
unaweza kuwa na moyo ambao ni subira. Na hii yote inatokana kwamba watu tumeacha kumfuata Mwenyezi Mungu na tumeacha kutenda mambo mema ambayo yanapaswa Mwenyezi Mungu kufurahi. Leo ukiangalia 90% katika mji wetu wa Dar es Salaam ulikuwa sio mji wa amani. Watu watakiangalia mavazi yao, jinsi walivyo, inakuta kwamba nchi inakwenda katika uasi. Ukiona mavazi ya kina mama, ukiona mavazi ya kina baba, unakuta mtu kavaa suruali chini ya matako, chini ya makalio, mtu kavaa sketi fupi kabisa, mtu kavaa nguo ambayo inakosa mtu kuwa na amani. Sasa tunawezaje kurudi katika mazingira haya? Lazima tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuache kuvaa mavazi ambayo sisi tuache kuolewa, tuache kufanya mambo ili tuende kwenye wakati unaofika. Asante wala. Asante sana kwa sema kipindi. Kuna simu. Hello. Karibu, habari? Naam, salama tu. Habari ya studio? Salama. Nani mwenzangu, uko wapi na karibu kwa mada? Abdurrahman bwana, Iringa hapa. Kutoka Iringa, Abdurrahman, karibu. Asante sana. Labda mimi mchango wangu nitaka nije kwenye mada yenyewe ilivyo. Ndio. Swala la toba na amani. Ndio. Ukiangalia toba, maana ya toba ni ile hali ya kuomba msamaha, ambao msamaha ule ni mkubwa kwamba usirudie tena jambo lile ulilofanya. Na moja katika sharti la toba, moja hapo ni kwamba usirudie jambo uliokuwa, yani wewe na uazimie usirudie jambo ulilofanya. Moja hapo ya nani? Na uchukie kurudi kule katika uliokuwa ulifanya. Lakini amani ni ile hali ya utulivu, ima utulivu wa nafsi ama utulivu wa mazingira au nchi. Sasa haya mambo haya yana mahusiano yapi? Kwa mfano, mtu anapokuwa anatubu, maana yake atakuwa na imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anaahidi katika sura An-Nur kwamba anawaahidi wale miongoni mwenu walioamini kwamba atawafanya kuwa ni viongozi. Lakini mwisho wa aya akaeleza, katika sehemu ya mwisho wa aya akaeleza, tutawabadilishia baada ya kuwa na hofu tutawabadilishia amani. Baada ya kuwa na hofu tutawabadilishia amani. Lakini Mwenyezi Mungu anamalizia kwa mwishoni kwamba lakini msimshirikishe Mwenyezi Mungu, muaminini kweli kweli Mwenyezi Mungu, hapo ndio patapatikana amani. Lakini swala lingine, amani haiwezi kupatikana bila kuwepo haki na uadilifu au usawa. Haiwezi kupatikana amani. Hata nchi inapoongozwa na mtu ambaye hatatoa haki sawa kwa watu wote, hatakuwa na usawa wa uadilifu kwa pande zote za wananchi au wanaoongozwa, ni wazi kwamba hakutakuwa na amani. Kwa hiyo tusihesabu kwamba tunaweza kuwa na amani hata kama nchi labda, kwa mfano Tanzania, tukaona ni amani, lakini baadhi ya vitu wananchi wananung'unika kwamba wanaonewa. Hii sio amani. Wananchi tu wanashindwa kuwa na nguvu ya kufanya lolote. Lakini kama wanaweza kufanya lolote kama nchi zingine wamefanya, kwa sababu gani? Kulikosekana haki, kukakosekana usawa wa kweli baina ya wananchi wale wote, ikapelekea kuwepo vita. Kwa hiyo mimi napenda turudi kwamba kama tunataka tutubu kweli kwa Mwenyezi Mungu kwamba yale mabaya tunayofanya tuazimie kuacha kikweli kweli, hapo tutaweka mahusiano mazuri na amani, kwamba baada ya kufanya hivyo kwamba imani yetu itakuwa ya juu, na imani yetu ikiwa juu, Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba baada ya hofu nitakuleteni amani. Ni hayo tu, asante sana Abdurrahman kutoka huko anazungumzia hapa ni kutubu na kujuta dhambi. Unajua katika imani yangu mimi ya Kikristo nasema unapata kutubu kwanza unatakiwa ujute dhambi. Sawa, halafu ukusudie kutofanya dhambi.
ndio uende ukafanye toba sasa. Yaani mwenyewe kuonyesha kwamba unaichukie ile dhambi. mwenyewe uichukie Hiyo ni imani zote, sio Kristo. Ni imani zote. Taratibu hizo. Yaani kwa hiyo kumbe kutubu mpaka kusema nimekosea kaka Hamza hapa ili nije nikuombe msamaha wewe. Anasema mimi kwanza nirejee. Nijute kwanza. Kwa nini nilikufanyia hivi? Halafu nishajuta nikusudia kutokwaza tena kama ufanya. Ndio baadaye sasa nije nikwambie bwana nisamehe. Na hapo anasema sasa usiponisamehe tena hiyo ni hali yako. Lakini huku nakuwa niko huru. Nakuwa na amani ya kweli. Tuna dakika chache sana, natamani kama tungekaa mpaka saa 6 hivi, lakini muda tuweze kwa mimi tuna dakika 3 tu. Sisi tufanyaje hapo? Tugane dakika moja ili tuweze kuruhusu Taifa Habari ije hapa. Labda niseme jambo moja, ni kwamba yule mtangazaji wa kwanza yule amesema tuhubiri Roho Mtakatifu au shetani. Huwezi kuhubiri Roho Mtakatifu kwa saizi wakati shetani ana nguvu. Shetani ana nguvu. Kwa hivyo kwanza tudili na hili tatizo la shetani. Tukishamaliza kumvunja nguvu zake, tunamvunja kutumia nini sasa? Kama hii katika imani ya Kikristo, Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Mawaidha kama haya. Mimi nawashukuru sana viongozi wa Channel 10, nakushukuru sana kaka Albert. Mwanzo huu ni mzuri. Kuna mtangazaji sasa sema kipindi hiki kiendelee hata baada ya nini? Yaanza. Kwa hiyo natoa tena ushauri kwa serikali, wainvest kwa viongozi wa dini ambao ni wa kweli. Watumie madhabahu, watumie mimbari zao kuhubiri haya. Kwa kupitia hii na Mungu inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Mungu anaamrisha watu wawe waadilifu. Huwezi kuwa mtu utendi haki alafu Mungu akakupa nini? Amani. Kwa hivyo muda umekwisha, lakini nipongeze Channel 10, nikupongeze kaka Albert. Huu ni mwanzo mzuri. Kaka wewe labda kwa kumalizia pia kwamba ningependa kutoa wito kwa viongozi wa dini kwamba wawe mfano wa kuleta amani nchini kwetu. Unakuta kwamba vipindi kunakuwa na makanisani kwao, kunakuwa na uchaguzi wa viongozi, kunatokea vurugu, watu wanapigana. Unaona bwana, uweze kuwa na amani. Alafu pia kunakuwa na hali ambao watu wanatumia utapeli kupitia uongozi wa dini. Wanaambia watu sio toa hiki, bwanako ataishi vizuri, toa hiki bwanako alikufa, sio wanawazulumu wajana wale ambao walikuwa na hali nzuri. Wanakuwa wanafilisika ambao ni viongozi wa dini. Kwa sasa unakuta kwamba wanasababisha kitu ambacho kilete chuki. Labda pia kwa kumalizia kabisa, baba mzazi, mke wangu pale Winifrida Lawena anashukuru sana kwa ukaribisho wenu, na dereva wangu ambaye ametuleta hapa Daniel Mairo, na manager wa benki NMB pale Chunya anaitwa Talimo, na bila kumsahau mdogo wangu pale Rupa Tingatingo anaitwa Flapa alipo. Wanasema kwa pamoja na tuangalia, walitamani sana kutoa maoni lakini muda sasa umekwisha. Kwa hiyo kwa niaba yao tu wachache nipenda kuhakikisha kwamba tunashukuru sana. Asante sana baba mzazi Lawena Nsona kutoka Makongo Chunya. Asante sana. Nikushukuru sana Ustaz Hamza Isa. Kwa nambari zake za simu nirudie tena 0714 750 521. Narudia tena 0714 750 521, namba yake kwa mawaidha, ushauri, maoni na nini, wasiliana naye. Mimi naitwa Albert Clara. Sina ziada. Nikushukuru sana Joet Gabagambi, kakangu Jamal Akilimari, Godfrey Kaswala. Asante sana kwa kunisaidia asubuhi ya leo. Hakika kipindi naamini kimekuwa kina manufaa na tija kwa kila ambaye amefuata asubuhi ya leo. Ukikosa basi mwambie rafiki yako akiwa unakwenda katika www.channel10.co.tz. Nenda peka subscribe, utapata kipindi cha leo na vingine vingi vizuri kabisa ambavyo vitakupatia elimu ya kutosha. Na sina ziada, na kutakia Ijumaa karimu, na tukutane basi leo usiku katika mada moto. Asante sana na siku njema.